Mungu hatanyamaza. Mungu hatanyamaza. Katika historia ya mwanadamu, ukimya wa Mungu umeonekana mara nyingi. Mara nyingi Mungu ameonekana kuwa kimya katika maisha ya wanadamu. Watoto wananyanyaswa, wanawake wananyanyaswa, wanaume wananyanyaswa, wafanyakazi kazini wananyanyaswa, viongozi wananyanyasa, mamlaka za serikali zinanyanyasa na kuonea watu wa chini. Wenye navyo wamewadharau wasio navyo. Haki za watu zimekanyagwa, uonevu umetanda, watu wameua, watu wameuliwa, ndugu zao wamekufa wakijua wamekufa kwa uonevu. Wengine wamechukuliwa mali zao kwa nguvu, wengine wamechukuliwa mashamba yao kwa nguvu, wengine wamechukuliwa fedha zao kwa nguvu. Watu wametolewa kazini kwa hila, watu wameonewa, watu wanalia machozi wakisema ni nani atakayesimama siku moja kutetea haki zetu? Wanyonge wamedharauliwa, wameonekana hawana kitu, wamechukuliwa kama wanyama, wamechukuliwa kama viumbe visivyo na maana katika maisha, na wanadamu wengine ambao wanapumua kama wengine wameona kana kwamba wao ndio kila kitu. Na leo ninataka nikuambie, Mungu hatanyamaza. Wakati unapoonewa, wakati unapoteswa, wakati unaposengenywa, wakati unapofanyiwa vibaya, wakati unaposetwa, wakati unapotupwa gerezani kwa sababu ya faida ya mtu fulani, Mungu hatadumu kunyamaza. Mungu hatanyamaza. Ipo siku Mungu atatokea. Mungu atalipa kisasi kwa niaba ya wanaonewa. Mungu atalipa kisasi kwa niaba ya wanyonge. Mungu atalipa kisasi kwa niaba ya wale walioteswa na kukanyagwa na mamlaka za juu. Mungu hatanyamaza. Mungu hatanyamaza. Haki kwa watumishi haipo. Watu wanadhalilishwa kazini. Hata makanisani, jamii zingine zinawatenga watu na roho ya ukandamizaji. Lakini Biblia inatufundisha kwamba Mungu hatakaa kimya milele. Mungu hatakaa kimya milele. Mungu hatakaa kimya milele. Kimya cha Mungu si kutojali, bali ni maandalizi ya hukumu na upendo. Unapoona Mungu amekaa kimya, maonevu yanapozidi, mauaji yanapozidi, ukandamizaji unapozidi, watu wanyonge wanapoonewa, watu wanapokanyagwa, haki za wanadamu zinapokanyagwa na wenye mamlaka, unapoona Mungu amekaa kimya, Biblia inatufundisha kwamba kimya cha Mungu ni maandalizi ya hukumu na upendo. Katika kitabu cha Hesabu 23:19, Mungu si mwanadamu aseme uongo, wala si mwana wa mtu ajute. Je, amesema wala hatatimiza? Mungu sio kama mwanadamu anavyofikiri. Alichosema ni lazima atatimiza. Na leo Mungu anasema hatanyamaza. Hatanyamaza kwa niaba yako. Hatanyamaza kwa ajili ya ndugu yako aliyoonewa. Hatanyamaza kwa ajili ya anayekutesa kazini. Hatanyamaza kwa ajili ya anayokutenga. Hatanyamaza kwa ajili ya haki yako iliyochukuliwa. Hatanyamaza kwa ajili ya wale wote ambao wameteswa na hata wengine kupotezewa maisha. Hatanyamaza kwa ajili ya wale waliochukua mali za wengine kwa nguvu. Hatanyamaza kwa wale waliofukuzwa kwenye nyumba. Hatanyamaza kwa wale waliofukuzwa kazini kwa fitina. Bwana hatanyamaza. Amesema yeye atatenda, atatimiza. Bwana hatanyamaza. Kimya cha Mungu kinafundisha subira, kutegemea hekima yake na kuonyesha kuwa hukumu yake haitegemei haraka na hisia za kibinadamu. Hukumu ya Mungu haitegemei hisia za kibinadamu. Kimya hicho ni ishara ya maandalizi ya haki na mpango wa kumkomboa mwanadamu, ya kumtoa mwanadamu. Je, unapitia katika mateso? Unapitia katika changamoto na kuona Mungu amekaa kimya?
Sikiliza nikwambie, kama unaona Mungu amekaa kimya, ni maandalizi ya hukumu ya Mungu na upendo wake kwa wale wote wanaomtegemea. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23 fungu la 35, kisasi ni changu, mimi nitalipa, asema Bwana. Bwana anasema kisasi kwa ajili ya adui, kwa ajili ya watesi, kwa ajili ya watu wanaonea, kwa ajili ya watu wanaonyang'anya, kwa ajili ya watu wakandamiza, watu wasiojali utu wa watu wengine. Mungu mwenyewe anatangaza, anasema kisasi ni changu, nitalipa. Katika Zaburi 94 fungu la 1 hadi la 7 utasoma Biblia inasema, Mungu wa kisasi, uangaze, umwinue, hakimu wa dunia. Isaya 10 fungu la 1 hadi la 3, ole wao watoao amri za uovu ili kuwanyima maskini haki yao. Wapo watu kwa sababu ya madaraka waliopewa na Mungu wanatoa hukumu za uovu, wanatangaza matamko ya uovu ili kuwanyima wanyonge haki yao, ili kuwanyima maskini haki yao. Bwana anasema, nitasimama kama hakimu, nitasimama nikilipa kisasi kwa ajili ya wanyonge, kwa ajili ya maskini, kwa ajili ya walioonewa. Ipo siku Mungu atasimama kwa ajili yako. Mungu hatadumu kunyamaza. Mungu atasema. Siweza kukwambia rafiki yangu, haki ya Mungu haichelewi milele. Hukumu yake ni ya kudumu, na wanyonge wanapokea utetezi wa milele. Mungu hatanyamaza katika kilio cha wanyonge. Mungu aliona mateso ya Israeli waliokuwa kule Misri wakati wakiteswa. Katika kitabu cha Kutoka 3 fungu la 7 hadi la 8, Mungu alisikia na akaenda kuwaokoa. Miaka 430 walipokuwa wanateswa kule Misri na utawala wa Misri, Mungu alitokea kuwaokoa na kuwatetea. Mungu alitokea kama hakimu na kuleta mapigo katika Israeli. Wale watesi wote, ipo siku mapigo yatawapata. Mungu hatadumu kunyamaza. Mungu hatadumu kunyamaza. Kimya chake kilikuwa kisasi kilichochochelewa kwa neema ya Mungu. Kililinda wanyonge na kuandaa njia ya wokovu. Tunaona historia ya Yusufu inaonyesha hata katika dhuluma kubwa, Mungu alibaki kumtetea. Inamleta hadi katika mafanikio. Sikiliza nikwambie, haki ya Mungu inaweza kuchelewa, lakini haiwezi kufutwa. Haki ya Mungu yaweza kuchelewa, lakini haiwezi kufutwa. Aweza ukaonekana Mungu amechelewa kukujibu na kutetea, lakini haki yake haiwezi kufutwa. Hakuna mwanadamu anayeweza kufuta haki ya Mungu. Hata kama ukiwa mnyonge, ukiwa mdhaifu, ukiwa hauwezi sheria, ikiwa huna nguvu ya fedha, ikiwa huna nguvu ya elimu, na hivyo wenye navyo wanakuonea, siweza nikwambie, haki ya Mungu itaonekana kuchelewa. Hamna mwanadamu wa kuweza kuing'oa haki ya Mungu. Ni bora kusubiri haki ya Mungu, bora kusubiri haki ya Mungu. Mateso yako si ushahidi wa Mungu kusahau, ni nafasi ya kuonyesha utukufu wa Mungu kwako na kwa wale wanaokuonea. Mungu hatanyamaza katika haki mtu anapokandamizwa. Katika Isaya 10 fungu la 1 hadi la 3, Mungu anachukia mifumo ya ukandamizaji serikalini, udhalimu, makanisa yanayobagua. Mungu anachukia makanisa yasiyo na huruma, familia zenye ubaguzi, watu wenye roho mbaya, roho za uchawi. Kimya cha Mungu hufanya wanyonge waone kuwa hayupo pamoja nao. Kimya cha Mungu hufanya wanyonge waone kuwa hatupo peke yao, hawapo peke yao, na kwamba haki yake inatimia. Ukiona kimya mbele ya dhuluma, fahamu Mungu anajipanga kuleta mlipuko wa haki. Mungu anajipanga. Kwa hivyo watu wote wanaitwa kutetea wanyonge, iwe sauti ya wanyonge, wale wanaosimama kwa ajili ya sauti ya wanyonge. Bwana atapatia haki, rehema na wema na fadhili. Mungu
hata nyamaza. Mungu hata nyamaza. Wenye mamlaka waache kutumia nafasi zao kuumiza wengine. Wenye elimu waache kutumia elimu zao kukandamiza wengine. Wenye fedha waache kutumia fedha zao kuwaonea wengine. Hii ni sauti ya Bwana anasema, sitanyamaza, nitasimama nikiwatetea wanyonge. Wanaoua waache kuua, Mungu atatokea kama mhukumu. Wanaologa waache kuloga, Mungu atatokea kama mhukumu. Wanaokandamiza haki za wengine, Mungu atatokea kama mhukumu. Mungu anapenda kesi ya wanyonge. Mungu anapanda kesi ya wanyonge juu ya wenye dhuluma. Ipo siku tamwona mzee wa siku, Mungu mwenye enzi, yeye amekaa mbele yako akikuhukumu wewe unayewahukumu wengine kwa dhuluma, wewe unawapatia tabu maisha wengine, wewe unawatesa wengine, wewe unasababisha wengine kufukuzwa kazi, wewe unasababisha wengine familia zao kulala njaa, unasababisha wengine familia zao kunyeshewa na mvua maana umewatoa katika nyumba, wewe unayechukua ardhi kwa dhuluma, wewe unayekandamiza, wewe usiyejali binadamu wenzako. Ipo siku utamkuta Mungu yeye amekalia kiti cha hukumu na wewe ukiwa mshtakiwa. Ni heri rafiki yangu tukasubiri haki yake. Na niwatie moyo wale wote ambao mnaona kana Mungu amenyamaza. Hajanyamaza, anapima neema kwa wale watesi watakaohukumiwa. Mungu ni mwingi wa rehema na fadhili nyingi, si mwepesi wa hasira. Hasira yake inapofika kileleni haitakuwa na huruma. Acha uonevu, acha unyanyasaji, acha kukandamiza, acha kukandamiza haki za wengine. Mungu hata nyamaza. Nikutie moyo wewe ambaye wakati fulani umepitia changamoto za kukandamizwa na kuteswa. Mungu hata nyamaza kwa ajili yako. Bwana akubariki sana.